Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome and karibuni Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya chapati za Kimoroko. Chapati hizi ni tamu sana, natumai mutazienjoy kabisa. Na resipi yake ni rahisi sana kufuata. Kwa hivyo karibuni sana jikoni, tuandae pishi letu. Mahitaji yetu ni unga wa ngano vikombe viwili na unga wa semolina kikombe kimoja na chumvi kiasi chako kile unachotumia. Utakoroga vizuri unga wako uchanganyikane kama hivi, alafu utaweka maji kikombe kimoja na nusu. Utaanza kuchanganya vizuri, alafu unga huu haukandwi, utauchanganya ili uweze kushikana. Alafu unga wako unatakikana unate uwe kama hivi wangu. Baada ya hapo utachukua unga wako na utaufinika upumzike kwa muda wa nusu saa. Ndio unga utakapovutana zaidi na kuwa nyororo zaidi, okay? Katika chombo chako utaweka unga wa semolina nusu kikombe na baking powder nusu kijiko. Utakoroga vizuri kama hivi, kisha utaweka kando. Hapa sasa ni baada ya nusu saa unga wetu upo tayari kama mnavyoona. Hapa nitaunyunyizia kidogo mafuta ndo mkono wangu usiweze kushikana na huu unga. Baada ya hapo nitaukata madonge 5. Nitatengeza vizuri mduara kama hivi. Alafu baada ya hapo, baada ya kumaliza, nitafunika tena madonge yetu haya kwa muda wa dakika 20 ama tena nusu saa. Ndio itakuwa madonge yetu yamevutana vizuri kabisa. Hapa ni baada ya nusu saa, madonge yetu ndio hayo mnavyoyaona yamevutana vizuri zaidi. Na hii ni siagi, nimeyayusha, nimetumia kikombe kimoja. Lakini kama hutaweza kutumia siagi peke yake, unaweza kuchanganya siagi na mafuta ya kupikia. Kwa pishi hili pia linaendana vizuri kabisa. Lakini mimi nimejaribu kutumia siagi peke yake kwa sababu nimeona pishi hili linatumia mafuta mengi ama inatumia siagi nyingi. Ndio maana nikaamua nitumie siagi peke yake bila kuchanganya. Alafu utachukua donge lako na kulitandaza hivi. Litandazike mpaka uone limekuwa jepesi kabisa kama mnavyoona hapa katika video. Baada ya hapo utachukua mafuta yako ama siagi yako utapaka juu tena kama hivi. Alafu sasa utachukua ule unga na kumwagilia juu. Mimi nimetumia vijiko viwili vya mezani kumwagilia hapa juu, lakini sijavijaza ile sana. Kwa hivyo utamwagilia juu kama hivi, alafu sasa ndo utaanza mkunjo wetu. Utakunja upande wa kwanza kama hivi. Baada ya kukunja unachukua tena mafuta unapaka tena juu, alafu unachukua tena unga unapaka tena juu ama ndo kunyunyizia tena juu. Kwa hivyo utafanya na upande wa pili hivi. Baada ya hapo unaendelea na kukunja hadi utakapomaliza. Kwa hivyo utaendelea kufanya hii process hadi utakapomaliza madonge yako yote 5. Alafu baada ya kumaliza sasa itabidi tena uyaende uyafinike tena kwa muda wa dakika 20 ama dakika 15 ndo yaweze kuvutana zaidi. Yaani pishi hili kwa kweli linachukua muda hapo wa kufinika ili unga uweze kuvutana zaidi. Lakini pishi hili kama mnavyoliona ni rahisi sana, maana unga wake haukandi. Na pia linataka uwe na muda. Kama wewe itakuwa huna muda kufanya pishi hili, kama ni mvivu yani huwezi fanya pishi hili. Ni kama chapati, ukiwa mvivu pia huwezi kupika chapati nzuri. Chapati hazitaki mtu mvivu kupika, na pishi hili pia halitaki uwe mvivu kupika. Kwa hivyo tunafinika tena baada ya dakika 20 ama nusu saa ukipenda. Baada ya hapo tutaelekea jikoni kwenda kuchoma mikate yetu ama kuchoma chapati zetu. Okay? Hapa ni baada ya dakika 15 nimechukua. Sasa unaweka siagi yako, unainyunyizia hapa chini kama hivi. Alafu sasa unachukua tabaki yako kama hivi, unaanza kuitandaza. Na hapa huitandazi sana, unaitandaza tu kidogo kama hivi. Unavyoona hapa, isiwe nyembamba, yatakana bado iwe nononono. Unaona? Baada ya hapo unaelekea jikoni kuchoma.
Sasa ni wakati wa kupika mikate yetu. Hakikisha chuma chako kimeshika moto na upike mikate haya ama chapati hizi kwa moto mdogo. Hazitaki moto mwingi. Wakati utakapopika na moto mwingi ujue zitaiva juu, ndani itakuwa hazijaiva. Kwa hivyo unatakana upike kwa moto wa chini. Sio chini sana, ni moto wa wastani. Alafu hapa tunatafuta rangi nzuri. Ndio maana tuna sugua kama hivi ili tupate rangi nzuri ya kuvutia. Kwa hivyo chukua muda kupika chapati hizi, usizipike na moto wa juu, hazitaiva ndani. Kwa hivyo hapa utazigeuza hadi upate ile rangi itakayovutia na ndiyo ziwe ndani zimeiva vizuri. Alafu sasa unatoa na tutaendelea kupika zingine hadi tutakapomaliza kupika mikate yetu yote ama kupika chapati zetu zote. Na niko na recipes nyingi za chapati ama za mikate. Kama mngependa kuona, mnaweza kuandika Tajiri's Kitchen chapati ama Tajiri's Kitchen mikate, mutaziona. Na kama mnavyoona mikate haya haipikwi na mafuta ama haichomwi na mafuta, kwa sababu tayari ndani iko na ile mafuta tuliyowekea nayo tabaki. Kwa hivyo hapa wewe ni kuchoma tu na kugeuza basi. Na mikate yetu ipo tayari. Kama mnavyoiona ina rangi ya kupendeza sana na inavutia mikate yetu haya, na ni utamu wa hali ya juu. Yani mikate haya ama chapati hizi kwa kweli ni tamu sana na ni laini nyororo kabisa. Yani natumai mkijaribu hii recipe mtapenda sana pishi hili. Kwa hivyo karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Asanteni sana kwa kutizama video zangu na kunipa support mnazonipa, na washukuru sana, na nitakuwa na nyinyi kila wiki. Msisahau kusubscribe channel yangu, kulike, comment na kushare kwa wapendao. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Bye.